Hapo mdogo wangu, hebu niambie, kwa sababu mimi unajua toka nilivyomuona nilitambua, nilimwachia kila kitu. Sasa hapo umeniambia kuna kwamba tutapoteza. Labda wewe kuna kitu gani umekiona? Unajua sister, huyu Uncle Bryson sema kwa amebadilika sana. Sawa. Sasa hivi ni mtu wa makundi. Mtu ambaye anapenda starehe. Kwa siku nilikuwa kwenye harakati zangu, akasema ngoja, si unajua vile vitu vyangu sijaviacha. Akasema ngoja nijichanganye hapa. Ile naingia tu sister, huwezi amini. Nilikuta na watoto 6 wa kike wamezunguka meza. Unajua maana ya starehe sio kusafiri wala nini. Starehe ni wanawake kuizunguka meza na machoma na bia. Hiyo ndio maana ya starehe. Nilikuta anko wangu kweli wanawake wamejaza meza sister. Bia mizinga keivanti. Huku nyama zinachomwa, nasema huyu ankari vipi? Sikutaka kufika pale. Ilibidi nipishe nikatafuta mazingira mengine. Kwa hiyo hapa tumepoteza. Kuwa makini na ankari. Makubwa tena. Mbona mambo mapya siyajui? Ila nashukuru mdogo wangu, asante kwa taarifa. Nitakaa naye, nitajaribu kuongea naye. Sawa. Sister, mimi sikai sana. Ngoja nikukimbie nirudi kwenye malengo yangu. Kwa sababu kicho nileta nimeshamaliza, nimetimiza wajibu kama mjomba. Sio kama kumbe kakaangu alikuwa anaona kijana wangu anaharibikia, hadi kulipa taarifa, kwa ujumbe nimefikisha. Kazi kwako tu dadangu. Mimi nikuache. Nikutakie majukumu mema. Usiondoke mdogo wangu. Huko jikoni nishakuandalia chakula. Unawezaje kuondoka bila kula? Dada kaa, mimi niko vizuri kaa. Niko vizuri kabisa. Si unajua waga nikija hapo waga nakula, lakini kwa siku ya leo mashallah niko vizuri. Niko vizuri dadangu. Kwa hiyo ubaki salama. Basi haya. Fike salama, msalimie wifi na wanangu kwa nyumbani. Sawa dada, hamna shida. Chuma vipi? Safi tu. Mbona unaonekana kama uko sawa? Hapana, mimi nipo sawa tu mbona. Hapana, inaonekana kabisa uko sawa. Kiukweli siko sawa. Kuna mambo tu yananichanganya. Ndio maana unaniona nipo katika hali hii. Mambo gani hayo? Ni mambo tu ya kifamilia. Kwa nini sipaswi kuyajua? Sio muhimu kihivyo, lakini tungeachana tu nayo. Vipi? Kwema lakini utokako? Ndio kwema. Hii ndio mitaa yetu hii. Karibu sana. Asante. Lakini ngoja kwanza. Kwa nini hutaki kuniambia kitu kinachokusibu? Lakini sio muhimu kihivyo yani. Lakini ungeniambia tu, kwa sababu mimi sasa hivi ni rafiki yako. Okay. Kwa sababu umetaka kitu kinachonisumbua na kinanifanya niwe katika hali hii ni kwamba tunadaiwa mkopo benki na wametupa muda mchache tu tuweze kurudisha mkopo wao. Kwa hiyo ndio linanifanya nawaza hivi, na sina kazi yoyote na kitu chochote cha kuuza ili ni wapatie pesa yao. Kwa hiyo ndio maana unaniona nipo katika hali hii. Ni hilo swala linalosumbua, kwa nitatoa wapi pesa ya kuwalipa. Pole sana Toma. Ndio hivyo. Lakini kuna jambo moja nataka kukuambia. Ni jambo gani hilo? Nilikuwa nahitaji kupajua nyumbani kwenu. Kupajua nyumbani? Ndio. Sawa, ni jambo jema, lakini kwa sasa hivi labda tufanye siku nyingine. Hapana. Kwani leo kuna nini? Tufanye tu siku nyingine, nitakupeleka. Hata usiwaze. Mimi nilikuwa nataka leo. Maana leo ndo nina muda mzuri. Kwa unataka ukapajue nyumbani kwetu, sio? Ndio. Basi sawa. Haina shida. Kama umesema leo una muda mzuri na upo tayari, basi tuondoke.
yani kama mduara, mambo yanaenda merotete, yani kama nimerara, pakuchena minendesha V8. Huyu mtoto leo kapatwa na nini? Sio kawaida yake. Haongei, hasalimii, hafanyi chochote. Hebu ngoja nikaongee naye. Aswaiba wamekaa waelewani, si kawaida wamenitupia jangwani. Mi kama baba watuelewani, na sielewi kitu cha kufanya. Kitani ngado ndo hatupatani, inafanya tutagombana. Nataka uniambie mwanangu, nini kinakusumbua? Kwa sababu leo sikuelewi kabisa. Mama, mimi niko sawa tu. Unasema uko sawa? Wewe ni mwanangu, mimi nakujua. Sasa hivi ni mwaka wa 25, niko na wewe. Kwa hiyo nakujua vizuri. Mimi nakuona hauko sawa. Nataka kujua nini kinakusumbua. Hapana mama, mimi mbona niko sawa tu. Sema mama wangu baadaye. If you want my money, kukubali, bali, twende wote nyumbani. Ukali kwa sukari, sweke chumvi kwa chai, tafadhali, ai, naomba uje nyumbani. Mamoto, moto, shepu kale hoto, naona mabe pale wanaleta choko almosto, moko, mechi kale lomso, katika mshia na tobo wake. Huyu ni rafiki yangu, anaitwa Nasma. Karibu sana Nasma. Nasma, huyu ni dada yangu pia. Anaitwa Kate. Oh, rafiki yako. Karibu. Asante. Sawa, karibu sana. Jisikie upo nyumbani. Umesema anaitwa nani kweli? Huyu anaitwa Nasma. Oh, karibu sana. Mimi ndo dada yake Tuma ko Bifi. Tuma, uko ni mara moja basi. Sawa. Na rudi Nasma. Mgeni ndio yule. Kuna mpango gani? Sina kutegemea wewe dada yangu. Unategemea mimi kwa kipi? Mimi sina kitu hapa, nisielewi. Kwani chakula hata hamna? Hamna kitu ndani. Sasa na wewe hapo ndo umeanza kufeli sasa. Yaani japokuwa ni ghafla na wewe dada yangu. Kwa leo tulikuwa tuna mpango wa kula sasa. Mimi hapa nilikuwa nakusubiri wewe ndugu. Sasa mimi mwenyewe nimeenda kwenye mihangaiko huko basi sawa, sijapata chochote, nilikuwa tu nimekazana. Sasa wewe unakujaje na mgeni, unajua hali ya nyumbani ilivyo jamani, si matatizo. Sasa mimi nikajua labda kuna kiakiba kile kilibaki kwa jana, labda gani ndugu wangu, kwa haya matatizo tulionayo akiba gani? Hapo tunadai nyama milioni si mangapi? Tumia hata si. Basi poa, basi tusirumbane, basi mgeni yupo pale. Kwa tunafanyaje sasa? Ndio naambia wewe. Mimi nakutegemea wewe, mimi sina kitu. Mimi sina kitu mdogo wangu. Mimi na kitu gani Tuma? Sasa yani mimi nitasema na wewe. Bai sawa sasa, lakini sijajua kama naye ni mkaaji. Sasa akiwa ni mkaaji, hapo natakiwa angalie dada yangu kakope. Na wewe mdogo wangu bwana unafeli. Wewe tuende, lakini sio sasa na wewe onyeshe uzuri. Wewe yule ni mgeni. Fly wewe ipo sawa? Sawa. Tuondoke. Okay Tuma, mimi nashukuru kupajua nyumbani kwenu na sina muda sana. Mimi nilikuwa naomba niwaache. Dada Kate, mimi nilikuwa naomba niwaache. Nitakuja hata siku nyingine. Jamani Nasma, shuka hata tufike jamani, ndio kufika ndio kuondoka. Hapana, nitakuja hata siku nyingine. Maana nimechelewa.
Basi sawa, mimi sina nini. Basi sawa. Namtoa kidogo sawa? Sawa. Poa. Karibu. Huyu Tuma naye hakuna taunga hapa, ndio wageni hapa. Waondoke. Yani kama mduara, mambo yanaenda merotete, yani kama nimerara. Dada karibu tupo. Asante mdogo wangu. Nishakaribia. Asante mdogo wangu, hata sikai sana yani. Nimetoka huko nyumbani. Subiri kwanza. Maji, juice au vile vitu vyako niko. Nishachoka hapa, akili hata ifanyi kazi. Dada hata maji tu. Hebu acha navyo kwanza mdogo wangu. Eti, basi twende kwenye point. Yaani iko hivi. Pale nyumbani kulikuwa na yule kijana alikuwa ananisaidia pale, sasa alifiwa na mama yake. Aliondoka. Kwa shida yangu kubwa hasa iliyonileta hapa. Kwa kuwa ni mtoto wa kiume, nahitaji kijana wa kazi pale nyumbani, kunisaidia pale nyumbani. Kwa sababu sasa hivi yani mwanangu simuelewi kabisa. Yaani toka siku zile ulivyoniambia nikajaribu kumfuatia. Kwanza nilimkalisha. Nikajaribu kumuuliza lakini aliondoka, yani hakuwa sawa. Yani na sio kawaida yake. Kwa sababu mimi na muda mrefu mwanangu namjua. Kwa sasa hivi amebadilika sana. Kwanza kabisa labda nikupe pole dadangu kwa mjomba wangu Bryson. Mjomba wangu Bryson ni kijana. Kwa kuwa nasema kwamba hakuaga hivyo. Kuona labda ni ujana na ukizingatia yuko vizuri kiuchumi, kwa anaamua kufanya anachojisikia yeye, kwa sababu ni kijana mkubwa, sababu uweze kumpangia kwamba njoo nyumbani muda fulani, njoo nyumbani muda fulani. Ninachokusii tu dada yangu, piga tu moyo konde, uwe tuna moyo uvumilivu, kwa sababu ni kijana na ndio hatua za ukuaji ameshaona. Wenda ataka atuletee tuletee mwenga hapo. Uitwe bibi yani, labda naona kijana ametosha. Kwa hiyo kwenye jambo lingine dadangu kuhusu mfanyakazi, sijaelewa labda mfanyakazi wa pale nyumbani au kwenye ofisi ya ni kijana tu ambaye wa pale nyumbani kusaidia kazi za pale nyumbani na nini. Sasa inapokuwa nimetoka, awe tu mwaminifu ambaye unaweza kumwachia mji hata kama umefuata dharura. Sister, kuhusu kijana usiwaze. Nitajitahidi, nitafanya juu chini, nitampata tu, nitaleta kijana mwaminifu, mstaarabu, mchapakazi, nitamtafuta tu dadangu. Hata usiwaze kabisa, ondoa shaka kuhusu hilo. Lakini jambo lingine mdogo wangu, nilikuwa nakuomba kitu hichi kimoja nisaidie. Najua wewe ni mdogo wangu, ni damu yangu kabisa. Kwa kuwa kijana wangu simuelewi, na kule kwenye ile miradi, ili pasije pakaleta shida kidogo, labda kupoteza, kuharibika. Pamoja najua una kazi nyingi za kufanya, lakini naomba pamoja na kazi zako nisaidie kuniangalizia ile miradi yangu. Sister, mbona hili jambo ni gumu tena? Naona lina uzito ndani yake. Kwa sababu ni mapema sana kumnyang'anya Bryson usimamizi wa makampuni. Mimi nilizani labda dada tungempa kwanza muda. Isitoshe mimi kwenda kwa kusimamia vizimba vyangu sehemu. Wewe mwenyewe unajua mishemishe zangu. Kuna vizimba nitakuwa niende sehemu nikapakue samaki kule tayari zimeshakuwa, nataka nisafirishe. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sema kweli dada, labda unipe muda, hata Bryson mwenyewe mpe muda.